kipawa ni nini? Nataka niwape leo tafsiri ya elimu na akili. Ni vitu viwili tofauti. Ni vitu viwili tofauti. Elimu ni mchakato wa kunisaidia mimi Ebeneza, wa kusaidia wewe hapa kugundua uwezo wako wa asili wa kufanya mambo pasipo kujitahidi na kuuboresha huo uwezo. Halafu kazi ya pili ya elimu, elimu inaweza kukusaidia ugundue uwezo na uboreshe au iue. Manake elimu isipokusaidia kugundua uwezo wako wa asili, manake inafanyaje? Inaua. Ndio maana leo hii huku nje tuna professional wengi sana ambao hawaoni fursa kwa sababu walisoma nje ya nini? Ya wao. Yaani wewe Mungu alikupa kitu ambacho utakuwa kabla hujaanza chekechea, kabla hujaanza la kwanza, ukifahamu mimi naweza nini, ili ukienda shuleni elimu iboreshe. Sasa bahati mbaya sana elimu yetu ina ignore nini? Vipawa. Kumbuka yule mtu alikuwa anacheza mpira tukiwa shuleni, alikuwa anaonekanaje? Huyu mcheza mpira tu. Kumbe ndio kipando, utakuwa elimu imsaidie acheze ule mpira vizuri. Kuna mwingine alikuwa na kipawa cha kuongea, mwongeaji mzuri sana, lakini je, elimu ilikuwa inamsupport katika kuboresha ule uwezo wake wa kuongea? Hapana. Kwa hiyo inatakiwa ugundue na wewe unaweza nini. Ndio hapo kwenye kujiongeza thamani. Tafuta kugundua wewe uliumbwa kufanya nini. Mimi ni mentor. Na vijana wengi sana UDSM pale, UDOM, Musti uko Mbeya na maeneo mengine mengi sana. Kuna binti moja aliniandikia message. Ananiambia mentor, mimi ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lakini ninachokisoma alikuwa St. John. Ninachokisoma sikipendi, ila ninasoma kwa sababu wazazi wanalipa ada na nimegundua nafanyaje? Wananitegemea, kwa hiyo nasoma tu. Lakini sikipendi. Nao mko wengi sana. Unakuta unasoma kitu ambacho basi tu yani upo tu. Na kitu hicho kuna kipenda mfumo au kuruhusu. Kwa hiyo kwenye kujiongeza thamani hapo sasa ndio unarudi sasa kwenye lile kusudi ambalo hata mimi pia zamani nilikuwa niko OP kabisa. Lakini baadaye nikajiongeza thamani, nikaanza kutafuta mimi niliumbwa kuwa nani. Mungu akanipa mtu mmoja anaitwa Engineer Kabenda Barret ambaye ndio mentor wangu, akanisaidia kuweza kujitambua. Na mpaka leo ninasimama kwenye majukwaa makubwa ya nchi. It is not easy, ni kwa sababu ya purpose. Kwa hiyo kusudi ni lile, yani kile kitu ambacho Mungu amesema hivi, ametupa vipawa na karama ili tuhudumiane. Maana yake uko mbinguni hawatambui elimu. Hajasema tutumie elimu zetu kuhudumiana. Au kuna mimi andika tutumie nini? Vipawa kuhudumiana, lakini sisi tunatumia elimu kufanyaje? Maana yake tunaenda kinini? Vice versa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana yake sisi watu tuliokoka lazima tuanze kujiongeza thamani. Na ukijiongeza thamani itakuwa paka mtu anitafsirie hii. Ina maana gani? Ina maana gani? Yesu wasome. Ina maana gani? Kwa Kiswahili hii. Jamani, mwenyekiti usijue bwana. Karibu. Utakuwa bora paka watu washinde kufanyaje? Kukupuuza. Kwa kwenye kujiongeza thamani unakuwa ni giant. Yaani ukishika hivi mai kama hivi, hakuna mtu anafanyaje? Anakupuuza. Kwa lazima ujiongezee thamani. Na ukijiongeza thamani, watu kila mtu atakuwa anakutaka. Kila mtu atakuwa anakuhitaji. Na hapo ndipo pesa inafanyaje? Zinakuja.